Ni maono ya Isaya mwana wa Amozi. Haya ni maoni ya Isaya mwana wa Amozi, nabii wa Mungu, aliyoyaona katika habari za Yuda, na Yerusalemu, siku za Uzia, siku za uongozi wa Uzia, na Yothamu, na Hazia, na Hezekia, wafalme wa Yuda. Hao wafalme wa Yuda. Sikieni enyi mbingu. Sikieni enyi mbingu. Tega sikio nchi. Na utege sikio nchi. Kwa maana Bwana amenena. Nimewalisha watoto. Na kuwalea. Nao wameniasi. Wameniasi. Nimewalisha watoto, nimewalea na wakaniasi. Nimeachilia mvua walipokuwa njaa, nimewapa mashamba, nimewapatia watoto, nimewapatia akili kazi, wameenda wamefanya mambo na wakawa sawa. Sasa wameniasi, nimejidhihirisha kwao, nimewatumia hata nabii awaambie wajiandae kwa sababu ya kurudi kwa Mesaya. Anawaambia watubu dhambi, lakini hawataki. Wanasema tu mambo yao. They are just doing their own things. Ng'ombe anajua. Ng'ombe amjua bwana wake. Na punda ajua kibanda cha bwana wake. Punda anajua kibanda, yani ng'ombe anajua mwenyewe na anaheshimu mwenyewe. Ng'ombe ni yeye mwenyewe na ni heshimu tete mwenyewe. Punda anajua kibanda cha mwenyewe, ni yeye kibanda cha mwenyewe, na bado anamheshimu. Na bado ni mtete. Lakini watu wa Mungu atoagai bali Israeli hajui, watu wangu hawafikiri. Nao ni sisi. Hao ni sisi. Watu wenye wakonja waingie hapa haraka sana. Let nobody be outside. Hallelujah. Watu wangu hawajui. Ng'ombe na punda wanajua wenyewe na wanaheshimu. Lakini sisi wanadamu, Mungu amejidhihirisha kwetu, ametupenda, ametufanyia kila kitu chenye tunataka, ametuponya tukiwa wagonjwa, ametutoa jela akatupeleka nje, ametuponya tulipokuwa wagonjwa, wakati kazi zetu hatukukuwa na kitu ametupa. Yani ametufanyia mambo. Bwana ametutendea mambo wakati tulikuwa tumepotea kwa manabii wa uongo, kwenye tulikuwa tunaambiwa panda ubarikiwe, mara umefungwa na nini, mambo mauongo tu. Mungu alitupenda akatutumia nabii wake. Tumeona huyo nabii anaamrisha mbingu, mvua inanyesha, Mungu anashuka kwa wingu lake, na ujumbe ni kwamba tutubu dhambi, tuachane na dhambi. Lakini sisi tumekuwa ni kudusi kizazi hiki. Ndio nilikuwa nauliza, hata ukiwa mtu blind, hata ukiwa blind, si uone tu hiyo mitembeleo na ikunenee tu. Some of us here are behaving as if we've never seen these visitations. We are very disobedient. We come to church late. Very late. We don't want to listen. And then we are under the cloud.
To see your obedience to the instruction of the Lord. Your obedience to the word of God. The cloud has come to confirm if you are that wicked, as it is being reported that this generation, it is more wicked that even a cow and a donkey are much better. Precious people, we are in the church, but we are behaving as if we have not seen the cloud of God. Some of us just come and sleep. Sleep. Come on. We are under the cloud. This cloud is dreadful. What does this visitation demonstrate? The coming of the Messiah is very near. Anytime the Messiah is coming for his church, you see the words of this prophet still have been fulfilled in Israel. Hallelujah. In Israel. And when I touch on that, allow me to listen to this letter. Wasikize hii barua yenye nabii wa Mungu aliandikia Israeli kabla ya hivi vita. So when we combine with this one and then we go down and repent, let that repentance be repentance that will change you. Let it not just be a performance. Let it just be genuine from your heart. Where are people? And hivi viti vilikuwa na watu. Henry ako wapi? George ako wapi? Mama mnene? And then you want to, the Lord is playing a dirge and you cannot dance. The Lord is singing for you. You cannot dance. Weka. Nataka msikie hii.